Ndio. Tabia zangu mimi kumbe ni hizi. Kwenye kufanikiwa kwangu natakiwa kumbe nipite huko. Yeah. Kitu cha kwanza kabisa, kuna watu ambao hatujui tabia zetu. Sawa? Lakini kutokuijua tabia yako haimaanishi kwamba watu hawajui tabia yako. Kuna watu wanakujua wewe kuliko wewe unakujua. Nilipokuwa nikisoma kitabu cha Surrounded by Idols kilichoandikwa na Thomas Erickson, alisema alielezea tabia kuu 4 ambazo yeye aliziandika kama rangi. Tabia namba 1 tunaita ni red people, watu wekundu. Tabia namba 2 kuna green people, kuna yellow people na blue people. Sasa kati ya hawa watu wanne kuna watu ambao wao huwa hawajijui. Kwa mfano, red people. Red people ni watu ambao akiamua kulifanya jambo analifanya. Yaani akiamua kuweka malengo yake kuhusu kitu fulani, anahakikisha mpaka amekifikia hicho kitu na amekamilisha. Lakini huyo ni mtu ambaye yeye hawezi kushaurika na mtu mwingine yoyote. Yaani hawezi kuruhusu watu wa pembeni wakamshauri. Kwa hiyo inatakuwa ili uweze kujua kwamba mimi kuna tabia fulani ambayo sijui, watu ambao wanakuzunguka ndio wanaweza kaa ufunguo mkubwa wa kukujuza kwamba wewe una tabia fulani. Lakini sasa takuwa wewe makini, sio kila kitu ambacho atakwambia mtu ni cha kweli. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kukwambia kitu kwa nia ya kukusaidia, na mwingine huyo anaweza kukwambia kitu kwa nia ya kukubomoa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa wale ambao hatuzijui tabia zetu, tunaweza kutumia watu ambao wanakuzunguka, watu wa karibu kama wazazi, marafiki na hata ndugu, ambao wanaweza kukwambia kwamba kuna kitu 1 2 3 ambacho hakijakaa sawa, inabidi ukirekebishe mapema. Na mara nyingi unaweza kuwa unapitia katika changamoto tofauti na misukosuko mingi, unagombana na watu, mambo yako hayaendi, ni kwa sababu kuna tabia uko nayo wewe hauijui, ambayo inakufanya wewe inakuzidia opportunities na riziki zako kila siku. Lakini kisha itambue hiyo tabia kupitia watu ambao wanakwambia, inakuwa ni rahisi wewe kuchukua hatua na kuanza kuifanyia kazi. Kwa nini hii tabia Jacob isijengwe kuanzia grassroots, kwa maana pale mtoto anakuwa? Ndio. Kwa nini sasa wakati mwingine inaibuka ukubwani ndio unaanza kugundua? Okay. Sasa hapo kuna kitu nakiita compound effect. Hata kuna kitabu kinaitwa The Compound Effect. Kitu kikiwa kidogo siku zote hakiwezi kikaonekana. Sawa? Ndio maana watu leo ambao wanalia na tabia zao walianza zikiwa bado mbichi. Ukianza ile mapema unakuwa hauoni matokeo. Hata pale nilipokuwa nimeongelea hapa kuhusu 30 to 30 approach, ni kwamba utakapokuwa unaanza kupitia hii 30 to 30 approach mwanzoni, hauwezi kuona matokeo. Lakini kutokana na muda unavyozidi kwenda, umri unavyozidi kwenda, ile tabia sasa inaanza kujidhihirisha katika macho ya watu. Unaona? Ndio maana mtoto akiwa mdogo unaweza kushangaa alikuwa hana hiyo tabia, kumbe alikuwa anaifanya kisirisiri pasipo mwenyewe kuiona. Lakini kutokana na muda unavyozidi kwenda, anavyozidi kuwa mkubwa, unashangaa tabia sasa inaanza kuonekana, na fika katika kipindi ambacho wewe kama mzazi hauwezi kumwambia kitu chochote na mtoto wala ameshaharibika. Kwa hiyo unakuwa kwa namna